Karibu sana murori wa KO TV thĩinĩ wa tabarĩra ya ũreri wa mwanya, tabarĩra ĩrĩa tũkũrehagira ageni kuma kũndũ gũtiganĩte magakũhe mwĩhoko we ũrĩtwo nĩ hinya, haha niho ũgĩaga na hinya. Mũthenya ũmũthĩ tũgakora twĩna mũgeni wa mwanya ũreretwo nĩ cũcũ. Tũkũrehagira andũ mareretwo nĩ aciari kana mũciari ũmwe kana aciari marerete ciana marĩ nyika kana ciana iria ireretwo nĩ cũcũ, nigetha moke makuhe mwĩhoko onawe ũrĩtwo nĩ mwĩhoko waku ũhote gũkĩra. Mũthenya ũmũthĩ nĩ tũgũcienjia rũthiomi kumana na maũndũ matiganĩte. Karibu sana murori. Asante sana. Gwenda ũrore kamera ĩrĩa? Yeah. Ũgeithie murori wa KO TV. Umure no twĩnake studio. Okay. Kwa majina ni Joseph Mbodia. Lakini kwa mtaa najulikana kama Jose Ronaldo, hiyo ni jina ya mtaa. Ukisikia Ronaldo ni mambo na football sana. Nilikuwa footballer. Nimegrowia Kayole. Kutoka utotoni, kutoka nijijue nimegrowia Kayole. Na mimi ni mtoto wa single mother, lakini haswa nimelelewa na shosho. Yeah. Kama unaweza tueleza? Yes. Jose ni nani? Jose ni jamaa mmoja tu simple, jamaa wa mtaa, jamaa ambaye talented sana. Ambapo mimi kutoka nilipojijua nikiwa mtoto nimekuwa footballer, nimefanya mambo ya acrobatics, nimefanya dance, music, hii mambo yote na artwork. So hizo zimekuwa tu ndani na hizo ndio zimekuwa field yangu sana, mambo na art. Yeah. Hakinyaha wekora moko-inĩ ma cũcũ. Okay, mimi nilipojijua nilijipata shosho kulingana na story. Okay, venye nimejijua sasa. Shosho yangu alinipenda sana kwa sababu nilipozaliwa mimi nikaa ndio nilikuwa baba yake shosho. So akakuwa amenipenda sana nikiwa huyo kijana ambaye alinipenda tu kwa sababu nilikuwa very much active na very bright kwa class pia. So shosho tukakuwa na hiyo bond sana. So hata kama nilikuwa na mzazi, yeye akafeel sana naweza kaa na yeye zaidi. So ni hilo tu upendo ya shosho. Yeah. Kuna mahali mliweza kupata nafasi ya kukaa na mamako mzazi? Mamangu amenilea nikiwa mtoto, lakini sasa ilipofika point ile shosho ana feel sasa ako capable ya kukaa na mimi na nisome kutoka kwake. Alinichukua tu kwa sababu hiyo upendo tu, lakini mama pia nimegrow naye. Yeah, hiyo lower primary. Yeah. Wewe ukakuoyo ni shosho ri? Yeah. Reaction ya mamu wanyu yahanaga atĩa? Sasa hawakuwa na shida sana kwa sababu tu ni agreement. Na sasa ni mzazi wake. So hawana shida sana kwa sababu mara mingi nakaa na shosho, lakini tukifunga shule tuko na mama. So ilikuwa tu ni side zote. Unakuta wakati tumefunga shule tunatembea pale reserve, tunakaa tukiwa sote kama familia kwa na shosho hapo, mami yuko. So nime-experience tu pia upendo wa mama sana pia nikiwa mtoto. Yeah. Tuhe karugano gaku uria muikara na shosho. Okay, so nikiwa tu young hivyo, na ile upendo ya shosho yenye nili experience. So nilisomea tu pale Kayole. Shosho tulikuwa tunakaa naye hapo Kayole Soweto. Wakati naenda shule najikuta mara mingi sana akili yangu iko kwa sports sana. So mara mingi nilikuwa natoroka, hata kama nilikuwa low primary, nakuta natoroka shule sana. Naenda michezo, naenda kucheza football nini. Mara zingine siingii hata hiyo shule, ni kushinda kucheza kwa mitaa. Unakuta sasa naenda tu kufanya exams na napita of course, lakini sasa mara mingi kwa register ya shule sipatikani sana. So shosho alipokuja kugundua kwamba shule, of course wazazi huitwa wakati after umefanya exams na nini.
So akakuja akanotice mwalimu ana complain sana, napita shule lakini sionekani sana kwa class. So ikakuwa ni issue kubwa sana. So na hapo tukakuwa na vita kubwa sana na shosho kwa sababu ile tu upendo ya shosho. Ashindo kijana asome unaendaga wapi, na mara zingine tunakatiana kwa sababu unakuta mara zingine naingia hadi nyumbani very late usiku. Na sasa hiyo ni michezo tu, unaona. So nilikuwa nimeibiwa sana na michezo. So hapo shosho akaangalia akaona huyu kijana wangu atapotea. So kuona nitapotea, akaona the best way ni kunipeleka rehab. Rehab ilikuwa haiko mbali sana na mahali shosho alikuwa anakaa, na yeye na mwenye rehab walikuwa tu marafiki. So waliongea tu ile ya naweza taka kijana wangu asaidike. So nitakuwa naenda rehab, nasoma kama day scholar. So nilikuwa naingia rehab asubuhi, ndio ni kwetu ndani ya compound. So ni ile tu care ya shosho. Alafu unajua pale mitaani watoto wadogo huwezi jua, mtoto anaweza patana na mambo mingi sana. So juu ile kujali na nini, akaona ndio protect kijana wake ni kunipeleka rehab. So nilikuwa naenda kama day scholar kwa rehab, nasoma jioni ananikujia. So hiyo ilikuwa tu ni njia moja ya kuninacha ile tabia yangu ya kutoka na tabia ndio alikuwa anajaribu kuangalia. So aswa hivyo ndio tuligrow na shosho kwamba nakaa na yeye, lakini asubuhi na report rehab, jioni ananichukua. Sasa maisha ikakuwa ni hiyo. Maisha ikakuwa ni hiyo, ikakuwa hasa niko ndani ya rehab na niko kwa shosho jioni. But then ikafika unfortunately nilipofika nikiwa class 4 shosho akapass. So alipopass hapo ndio sasa mambo ikanikalia ngumu zaidi. Sasa I had to board, nikakuwa boarder wa hiyo rehab. Sasa ikakuwa juu ameondokea, sasa mimi nikaingia huko permanently. Sasa niko kwa rehab. So nimegrow ya rehab. So kwa rehab nilifanya vitu mingi kwa sababu hata hiyo mambo ya sports ya football huko ndio niliendeleza. Na masomo yangu bado nikaendeleza. Nilikuwa nasomea huko kabla nipelekwe ya public school ya nje sasa. So hizo vitu zote nilizifanya pale ndani kwa sababu pale kulikuwa na opportunities mingi, kulikuwa na mambo za sports. Na bado pia nika advance mambo ya acrobatics pale, dance, music zote nilizifanya pale. So na ilifika time nikiwa class 6 nikakuwa much into sports sana. Venye nilikwambia mambo ya acrobatics na dance wali introduce, na mimi nilikuwa mtu sports sana na kupenda hizo mambo za activities. So nilipata chance ya kutoka kwenda ngambo Netherlands, tukakuwa tunaenda performances year after year. So hiyo kitu pia ni build sana. So nilikuwa najipata mara mingi tukifunga ama yearly kuna ile tu time fulani ilikuwa inafika, kuna festival, tunaenda festival, tukirudi niko much into practice na balance practicing na nini na mambo ya masomo bado. So haikuwa rahisi sana pale kwa sababu pale unajua mnapatana watu kutoka backgrounds tofauti. Wengine ni wale wa street, wengine wametoka wengine tu wamechukuliwa wakiwa orphans hivyo, mwingine ametoka Samburu, mwingine Masai, mwingine nini. So nyote mmeko mahali pamoja, lakini sasa unakuta hamwezi ongea lugha moja. So unakuta pale ile kitu ilikuwa inatuunganisha ni ile tu discipline ya rehab, kwa sababu unajua pale nayo mambo ya discipline inaangaliwa sana. Jose amezaliwa peke yake? Hapana, mimi nina ndugu na nina dada. Tuko 8 kwetu, ndugu 4, dada 4. Ukiwa mzaliwa ngapi? Mzaliwa 4. Hathi atia hakorwo we niwe shushu wendete muno? So acha niseme
sikuelewa sana kwa sababu unajua kwa familia kuna ile tu inafikaga 2 point, kuna ule tu mmoja ni kama story ya Bible ya Jacob. Kuna ule Joseph alikuwa ni mtoto wa mwisho, lakini ulikuta babake alimpenda zaidi kuliko wale wengine wa ile. So kuna kwa tu na ile huwezi elewa mambo ya life. So shosho alinipenda sana, so kunichukua mimi kutoka kwa mzazi, kwa sababu unajua ni ile activities alikuwa anaona kijana ako very active, very bright. Unajua hizo ndio vitu sana najua wale wa kitambo walikuwa wanaangalia, wanaona huyu ni mwerevu sana, huyu naweza jichukulia. Same na vile ule pia alipendwa Joseph wa Bible. Kwa sababu kuna ile kitu ilikuwa ndani yake, ile nyota, unajua. Na pia ni Joseph. Na mimi pia ni Joseph. So pia akafeel tunaingiana sana, na pia mimi nilimpenda sana. Nilipenda shosho sana. Kwa sababu alikuwa yani roho zetu tulibond sana. Yeah. Uhusiano wako na shosho? Yeah. Mko mnakaaje? Shosho tulikaa naye tu ile kawaida tu, kama yeye ni mzazi tu, kwa sababu hata saa zingine ulikuwa unakuta dada zangu ananiita mtoto wa shosho, kulingana na vile tulipendana sana. So alinipenda, nilimpenda sana. Ndio nayo discipline, unajua tu shosho mali. Hapo ndo tulikuwa tunataka tuende sana. Hapo discipline sana. Kaigire wigwa gukiro watoto wa shosho. Tabia. Kwa sababu shosho kila wakati yako pande ya mjukuu sana. Kila wakati, hata wakati umekosea tu atataka kukutetea inawe. Lakini wakati umemkosea directly kuna venye tu atakuchapa, lakini najua shosho hawezi kukuchukua kiboko akuchape. Ni slippers ama atahakikisha, ama atakuchape na sponge. Anyway. Unasikia uchungu sana, bado anakufeel. So hiyo ndio unasikia watu wanasema shosho, watoto wa shosho wanatutabia tabia. Lakini ni ukweli? Acha niseme 50-50. Inaweza kuwa, but bado shosho bado pia wanapenda. Okay. Huwezi ipata sana, siwezi eleza sana, kwa sababu unaweza pata mtoto amelelewa na shosho na ako very much disciplined, na kuna mwingine amelelewa na shosho lakini akutamana sakuna kabisa. Akukosangi. So unapata ni nature ya mtu hasa. Yeah. So hatuwezi sema watoto wa shosho ndio vichwa ngumu sana, ama ndio wazuri sana. Ni inalingana nani na wapi. Yeah. Kuna undu shosho ekaga no kaigua ukenete muno? Yeah. Shosho kitu alikuwa ananifurahishia sana, kwa sababu kila wakati ako na wewe hapa kwa banda, kujua unaendeleaje, progress ki masomo nini. So anakufuatilia sana life yako. Unapata mara mingi anataka kujua hata shule unaendelea aje. Anataka kujua kitabia huko kwenye umeingia, je, nimekupeleka rehab huko unakopa aje. Unajua ile anakufuata sana, na mara mingi unakuta wakati tumefunga tu hivi, nilikuwa napenda hizo trips zake sana za kwenda reserve. Kaya wiki 2 then turudi. Unajua hiyo ku travel. So alikuwa ananifurahisha sana na mambo hiyo, kwa sababu traveling kila mtu anajua anapenda kuona places na watu. Alafu alikuwa anani-involve sana kwa mambo zake. Alafu zaidi ali impact sana kunigurishia kwa mambo ya church. Sasa hapo naonaga hakunipoteza sana. Hakunipoteza hapo, alikuwa ananiweka kwa njia poa. Yeah. Hapo kwa kanisa hujatuelezea kitu. Kwa kanisa, acha niseme kanisa tu nilienda kanisa kama watu wengine vile. Unakuta mtoto tu amekuta familia yao ni ya kanisa. Unajikuta kwa hiyo line ya church. So pia shosho alikuwa tu ni mtu wa kanisa sana. Na so kila Sunday lazima tungeenda church kwa pamoja. So but siwezi sema sasa nilishika sana. Kuna wengine kama nina ndugu yangu mwenye sana amegrow kwa church na akakuwa kila kitu mpaka ni pastor. But kwa mimi nilienda tu kama mtindo tu, kwa sababu shosho alikuwa anatupeleka kwa hiyo njia. Yeah, but njia nzuri sana ya kanisa. So mimi niligrow kwa church, na nilipopia ingia rehab pale tulionyeshwa mambo ya kanisa sana. So
wacha niseme kama tulikuja tukapotea baadaye ni makosa yetu wenyewe, kwa sababu mambo ya kanisa nayo tulipitishia kwa kanisa kabisa. Yeah. Kuwa unalelewa huko Eastlands. Yes. Maisha yako ilikuwa aje hiyo wakati? Ama shosho hakuwa anakulelea hiyo pande? Wacha niseme tuligoroia pale Eastlands hapo Soweto Kayole. Na maisha haikuwa mbaya shosho akiwa, kwa sababu kila ungetaka kitu ulikuwa unapata. Na pia venye nilikuwa nimesema hapo mbeleni kwamba nilikuwa nikitoka kwake, of course unakuta amekupakia lunch yako vizuri, anakupeleka na unaenda rehab. Anakufollow, anakutakia tu maisha mazuri, kwa sababu unajua wazazi wote utakia watu maisha poa. So unapata maisha ilikuwa tu ni normal, kwangu ilikuwa tu sawa. So siwezi sema niliinteract sana hiyo time back then na watu wa nje sana, kwa sababu ni nyumbani na rehab. So kote kulikuwa discipline inaangaliwa sana. So naweza sema tukigrow na shosh, maisha ilikuwa tu sawa, ilikuwa ina flow vizuri. Na ile uoga ya wewe kuingiana na vikundi haikuwa? Kwa hiyo time haikuwa, kwa sababu sasa hivyo venye nasema ukiwa nje outside world, unajua sasa nikiwa pale ndani ya rehab hapo ni mahali tofauti kabisa, kwa sababu pia kule huko wanaangalia mambo sana ya discipline. So unakuta mentorship ziko huko, ni zile wanafuata zile guidelines poa. Though tabia tulikuwa tunashikana tu huko ndani, kwa sababu unakuta ndio venye nilikuwa nasema background ya mtu mwingine amekuja na tabia zake za maybe ametolewa na Nakuru, amekuja na mambo yake. Unakuta kuna hizo, of course watoto kuna influence kiasi. But naweza sema haikuwa such sana kule ndani. So pale ndani nadhani tulikuwa tuna hizo programs, tulikuwa tunafuata programs fulani, kwa sababu kuna time ya kupray, kuna time ya church, kuna time ya kucheza, kuna time ya job. Hizo vitu zote tulikuwa tuna programs. Na ilikuwa tu sawa. But haswa mimi personally nilikuwa involved sana mambo ya sports, mambo ya art, nini. Kitu yote ilikuwa ya activities za sports nilikuwa ndani sana. Nawanda ilipofika hii time yenye nafanya acrobatics, dance, napata chances za kwenda ng'ambo, ilikuwa tu fine. Ni vizuri, yaani hakuna mtu apendi kufly kwenda nje kwenda places tofauti, ilikuwa tu ni fine. Na hata nyumbani walipokuwa wanasikia kijana ako ng'ambo, walikuwa na feel ako ana head the right direction. So walikuwa happy wote. Until nilipomaliza class 8 ka join high school pia nilijoin nikiwa bado rehab until nilipofika form 2. Nadhani sasa hapo ndipo pale mtu anaanza sasa kujijua kama teenager, anaanza kujitambua, anaanza kuona. So nika withdraw kutoka rehab. Hakinya hado shosho ni ahuruka. Muturire ni wajia riu rege muturire uke muturire wahanaga atia? So shosho alipopass hapo ndio niliingia rehab kama boda. Nikaboda rehab kwa sababu pale nyumbani singekuwa na mtu mwingine, nilikuwa mtoto by the way, nilikuwa class 4. So na aunti yangu mwenye ningekaa na yeye alikuwa boarding shule, so ikakuwa ni ngumu mimi kubaki pale nyumbani. So nilihave kuremain na nikakuwa boda pale rehab. So of course ilikuwa gani ni kuadapt na maisha ingine ambayo sijazoea sana, kwa sababu nilikuwa nishazoea shosho sana na yeye ndiye alikuwa best friend yangu nikiwa mtoto. So iliniumiza, lakini with time at least watoto wanahili vitu haraka sana. So with time niliadapt, nikakuwa nimezoeana na wale watoto wengine pale, na maisha ikaendelea. Though kulikuwa kuna hiyo hofu ya vile maisha itaenda, kwa sababu yeye ndiye alikuwa hope yangu. Yeye ndiye alikuwa my hope. But sasa juu ikakuwa cut short when I pass, so I had to cope tena na life ingine tofauti. Ilikuwa ni hard at first, lakini with the time nili catch up na programs za pale na maisha ikaendelea
pamoja na wale wengine kama kawaida. Nikaendelea na masomo until nikamaliza class 8. So of course nilikuwa na feel kuna part yangu haiko, lakini I had nothing to do about it kwa sababu life lazima ingesonga. Uli manage kucope nayo aje? Acha tuseme tu ilikuja naturally. Kwa mtoto ni ngumu sana kuweka kitu sana kwa heart kwa sababu zile vitu zinanifurahisha ni mambo ya sports nini na nini. So unakuta ukiendelea kumingle na wengine unakuta na saa hiyo uko disconnected na home. At least ningekuwa nikienda bado pale nyumbani ndio ningekuwa na feel ile upweke, lakini saa hii nikakuwa disconnected na kwenda home. So ilikuwa easy sana, ni manage tu ku heal haraka. Na at least nilikuwa mtoto kiasi, so nilikuwa na hiyo ilikuwa easy kwangu kiasi. But until now bado mimi miss the moments bado kwa sababu kulikuwa na ile bond sana. Na sasa nilipokaa na programs za pale rehab, na ndugu yangu ambaye alikuwa ananitembelea mara kwa mara, ndugu yangu mkubwa. So bado nilikuwa na feel bado presence ya familia through yeye. Saa zingine mama anakuja ananitembelea, ikakuwa tunazidisha tu hiyo kuwa na hiyo umoja. Sasa until nilipofika form 2 ile kujijua kiasi, na nikaanza kuona na need go back kwa familia. Nikaanza kufeel sasa nafaa kukaa na familia yetu hasa kwa sababu wako na mimi niko tu kwa rehab. Sasa najua hapo ni mahali tofauti na nyumbani. So nikafeel hiyo uzito ya kuendelea kukaa na nina familia, nafaa kuwa na link nao kwa sababu hiyo time yote hatukuwa grow na siblings wangu. Niligrow solo hivyo. So nilikuwa disconnected sana na familia. So nilipofika form 2 ndio nikaamua sasa mimi nitoke rehab niende nyumbani, lakini sasa ningeenda reserve kwa sababu maisha ya ushago wenyewe sikuwa nimezoea. So nilihave tu kutafuta ndugu yangu mwenye karibu na alikuwa pale Dandora. So nikaongea naye nikamweleza 1 2 3 na akaniambia make it kutoka huko utakuja tu huko ni nyumbani. So tukakaa naye nikakaa naye 11 years hapo. So nilimalizia high school bado tukakaa na brother. Sasa maisha hapo nayo nimechange kutoka Kayole kwenda Dandora, tena niliadapt another new life. So nilipomaliza high school kwa kuwa na challenges tu zile za mtaa, nataka pia kujuana na vijana wa mtaa nini. Uzuri nikakuja zile mambo ya talanta bado nilienda kufuatilia bado. Dandora nikauliza watu wanachezea football, watu wanafanya acrobatics. So nikaonyeshwa kiwanja kwenye hiko, nikaonyeshwa pia social hall mali wanafanya hizi vitu. So nikajiingiza kwa mambo ya sports bado, nikaendelea na football huku nikitrain acrobatics. So after nimemaliza form 4 mambo ya acrobatics, nilishikana na group moja inaitwa African Sakata Acrobats. Na tukapata chance tukaenda ng'ambo. So tulipoenda ng'ambo, jua saa hiyo niko tu fresh kutoka shule. Niko ng'ambo sasa, nimeenda job direct. Ile kuanza kushika pesa sasa ikakuwa tena inaharibu mambo kiasi, kwa sababu sasa huko tukaanza mambo ya drugs. Sasa hapo mambo na ulevi. So ikakuwa hivyo, tulikaa mwaka na miezi 3, lakini believe you me tulipiga raha kweli. Until tukapigwa deportation kutoka huko kwa sababu ya sababu mingi zenye zisiepukika. So tukapigwa deportation. Sasa hii deportation kurudi Kenya, hiyo ndio iliharibu maneno kabisa, kwa sababu umefungwa miezi 6, huwezi toka Kenya. Miaka 6 sorry, huwezi toka Kenya. Sasa nimerudi hapa, sijui nianzie wapi, kwa sababu saa hiyo kuna mtu unaweza turn to mwambie nataka kufanya kitu fulani. Na mimi mambo yangu nilikuwa najua sikupiga biashara, ni mambo ya sports. So kwa familia sidhani kuna mtu yote ningeapproach nimwambie nataka kufanya hii na hii tusaidiane, kwa sababu mambo ya sports nadhani ilikuwa tu ndani yangu sana.
So nili have kuwa frustrated sana. Sikuwa napenda mambo ya kuchora job. Nilikuwa nimeweka kando. Yani kuna wale watu wapendi tu kuandika kazi. So hizo nilikuwa na turn down sana. So nikiwa tu pale mtaa, unajua saa hata ile pesa kidogo ulikuwa umesave nje inakujaga inaisha. Ni starehe from abroad bado pia zinakuja zinaendelea hapa. So pesa ikishaisha unakuwa frustrated. So hapo ndio nilijikuta another nimepatana na company, bad company, yani kitu bad company kwa sababu wale wanatumia drugs pale mtaani. Unakuta sasa nikakuwa mlevi sasa, ile kupindukia sasa. Ile yani hizi kabila ukiwa soba kila time uko mlevi, kuna madawa unatumia nini. Hadi ikafika mahali nikakuwa pedi. Nikakuwa pedi ni mtu anauza okay. Bangi na maybe na miraa. Sasa hiyo ndio anafanya nini kwa kupiga biashara chini ya maji at least upate kitu. Yeah. So nikajipata niko kwa hiyo situation, but bado nilikuwa na feel ndani yangu inanionyesha siko in the right way. Ilikuwa na hiyo conviction, lakini sasa siko na kitu yenye nilifanya. So nikajipata sana nimezama sana kwa mambo ya ulevi na drugs sana. So until nilipofika point mshikana tu na group hivi mtaa. Unakuta ukisota pia mnapiga round. Mnaibia wenyewe wametoka kazini bado. Aje bado hiyo ni saa zingine unapata ni kama lifestyle kule Eastland. Ilikuwa tu ni kawaida kwa vijana kupatana na wewe, maybe uko tu na simu yako lakini tunakuwekea vizuri. Unapata ilikuwa ni kama ni lifestyle. Ukishasota yenye iko karibu ndio unatumia kwa sababu lazima lazima upige starehe yako nini. Though hiyo ilikuwa ni kupotea. So nilipotea kwa muda kwa sababu hiyo ni kutoka 2011 mpaka 2015 kwa nilipotea sana hapo. Na mambo mingi sana zili happen in between. Yenye nilikuwa na feel hata saa hii nishukuru Mungu kwa sababu ningekuwa nimekufa kitambo. So mimi nakuwa living testimony kwa sababu mambo yangu ilikuwa ni mambo ya hapa jela. Kila time umeshikwa uko police station, sasa vingine unapigia ndugu yangu, unapigia dada yangu, unapigia watu wenye close friends mpaka wakachoka. Kila wiki lazima wakutoe jela. Inakuwa ni ngumu sana. Inakuwa ni mzigo. Nilikuwa mzigo kwa watu sana. Na saa hiyo ni mambo za ulevi na hii mambo ingine ambayo ni lost. Na mimi sema ni vizuri saa zingine kupotea njia ndio unapata njia. So ndio ilipofika 2015 nika feel hiyo maisha yenye naishi si ile maisha nafaa kuwa naishi. Kwa sababu hapo ndio unakuta maturity inaingia, unaanza kujiuliza by the way kama ningeendelea na mambo yangu ya sports ningeendelea na nini. Wacha ni frustration ya deportation. Sasa okay, kama ningeendelea na follow up na opportunities ningekuwa mbali sana. So nikaona hii life yenye naishi ifai. So niliamua kuchange. But si kuchangeia Nairobi, nilienda Ushago nikajiita mahali tu kwa mkutano peke yangu. Nikakaa hapo like 1 hour 30 minutes ama 2 hours almost. Na hapo ndio nilitoka na conclusion ya kwamba na feel nafaa ni change lifestyle yenye naishi. So nikajiuliza maswali mengi sana. So hapo nikaamua nikirudi Nairobi vitu mob sana nita have kuachilia sana company na kitu yote ya ulevi. Ilikuwa ni decision ambayo ilikuwa ni ngumu sana. Huwezi amka tu useme nimeachana na ulevi tu hivyo, but ilikuwa hard. Nilijaribu kuifight hapo before ikanilemea, lakini hiyo day hata kama nilienda Ushago nikiwa mlevi nilichange the same day, na kuanzia kesho yake ambayo ilikuwa ni tunarukisha mwaka kuingia 2016. So kutoka hiyo time hapo ndio life yangu ilichange, nikaanza kufocus. So hata nikafikiria tena kurudi shule tena na nikarudi shule but kwa ile harakati tu ya kureform nimeamua kufanya art kwa sababu nilikuwa najiuliza okay, mimi ni artist na napenda mambo ya art, napenda
napenda mambo na sports. Okay, kama ni art naweza nipea pesa, ni art gani naweza fanya? Kaona vijana walikuwa wanafanya nail art sana kule mtaani. Unakuta hata kama ni kitu kidogo unakuta huyo kijana ako ever busy. So nika-admire tu kwa sababu nilikuwa mimi ni ule msee go getter, nikitaka kitu tu nitaifanya. So nika approach jamaa tu mahali hata sikuwa namjua, nikaingia tu nikamuuliza na hizi vitu mnafanya gaje? Akaniambia tu kwa mdomo tu nafanya hivi na hivi na hivi na hivi. So time fulani ikafika tu kuna deal nilikuwa nangoja mahali ya tudo fulani. So nikasema hizo ndio zikikaa sitaka tena juu pesa hiyo time before ilikuwa inaingia tu nakimbia kwa club. Unajua sasa hapo ni ile unaona ni pesa, pombe na wanawake. Ilikuwa gani maisha ingine ambayo haikuwa maisha fiti sana. Ni ile ya kupotea. Na ile inaweza poteza kijana, ukute kijana amepotelea na amepotelea. So hiyo nao nikaamua hiyo pesa ikiingia nitafanya nail art. Niliamua tu kufanya tu nail art hata kama sijaisomea. So nilijifunza na watu tu kwa mtaa. Ndio pale Dandora watu wengi wenye walinijua back then hawakuwa wanataka story yangu sana kwa sababu nilikuwa na sifa mbaya pale mtaani. Hata wamama tu ni ile time nilikuwa naingia tu hivi mtaa wasikie tu Jose kwa around na hata kumlei. Watu wengine wanaanza hata kufunga biashara. Utadhani ni kanjo wameingia mtaa. Kwa sababu ile sifa ile jina ambayo ulikuwa umeweka kwa sababu utavuruga, utaibia watu hapo, utafanya nini? Unaona vitu kama hivyo. So ilikuwa gani hard, ilikuwa gani life nyingine si fiti sana. So niliamua kufanya nail art, nikaamua tu si kuanza na kulipa rent ama niligrab tu mahali pakanjo juu ya mtaro tu nikajenga kakibanda kama gunia kwa sababu nilikuwa na ile determination. Nilikuwa na determination ya hali ya juu ile, yani nilikuwa unstoppable. Yani ningeamua kufanya tu kitu nilikuwa nifanya whole-hearted. So niliamua tu kuweka kakibanda mahali kwa mtaro hizi za kanjo na nikaanzia hapo. So ile kitu ilinisaidia tu ni kwamba wale wa mama wenye walikuwa wanahofia sana mimi naweza waibia, naweza wavuruga. Nilikuwa navuruga by the mtaa vibaya sana. Yani ile sijui ama ni shetani ilikuwa tu ndani hiyo. So wale wa mama waliposikia nimereform na nimeanza hii shughuli, walianza kuja kunipromote, azini anakuja tu nimtengeneze hata kama sijui. Azin I feel tu amenikeep tu, yani azin ananimotivate, nikiwa motivated design akikuja niache ile 50 yake anajua nikitoka hapo sitaenda kuibia mtu ama sitaenda kufanya hivi. So hao ndio walendelea. So hivyo ndivyo nail art yangu ilianza. Nilianza kazi ya nail art na hao wenye nilikuwa na vuruga ndio si wote, huwezi kubaliwa na kila mtu. Unajua pia nabii hakubaliwi kwao, hata Yesu kwao kwenyewe hakukubalika. So unakuta nilikaa hapo miaka 3. Wale wachache wenye waliamua wacha huyu kijana tumlee at least atoke kwa zile njia zake za kitambo, hao walinisaidia in a way. But sikuwa na progress sana hizo miaka 3. Na within hiyo time kama tu nimechange, bado niliangukiwa na ngori. Ngori ambayo maybe sikuwa nimefanya. Ngori si ni makosa tu, ile makosa inaweza pata mtu yeyote. So kwa njia moja ama nyingine nikajipata sana nimefungwa jela tena. But hiyo ilikuwa ni ya Mungu. Hii ilikuwa ni ya Mungu, kwamba Mungu alikuwa anataka kunitoa kwa comfort zone. Nimekaa pale miaka 3 hakuna progress, hakuna kitu yote nafanya mpya. So ana feel hapa hauinuki ama sikuinuli hapa, labda utafute mahali pengine. Na nilipofika jela haikuwa rahisi, lakini in fact kama ni God anafanya kitu unakuwa tu umerelax. So nilikuwa tu relax until mambo zangu zilipofunguka na nikakuja kujua hiyo ni kama ile story ya Jonah, kwamba God anataka uende wapi? Uende kwenye anataka, lakini wewe unaonaje? Wacha mimi na mimi nihepe huko kwa sababu ni hard. Uende kwenye unataka. Niende kwenye nataka. So wakati naenda kwenye nataka
kwenye nataka kukaa tu Dandora, hapo ndipo najulikana. Na feel ni kama customer wenye wananijua ndio watakuwa watanipromote, lakini God ana feel hapana, siwezi kukuinulia hapa, nataka kuinulia mahali pengine. So hiyo story nikiwa pale Njera ndio meditate kuuliza God na vile nilireform. Vile sasa niko poa na nikarudi mpaka church, nikaombewa, nikaokoka, nikakuwa sasa kijana wa kanisa. Tena sasa ndio najipata sasa Njera ndio na sasa hiyo ni kesi kubwa, kesi inaweza kufanya ukae hata miaka mingi sana, 30 ama hata miaka ama for the rest of your life. So nikauliza God maswali mingi sana, na through God communicate, God ongea. Through thoughts nikafikiria nikaona ama ni God anataka tu niondoke kule, ndio maana tunakosana na watu kwa hivi. Na hiyo kitu after ku reason hivyo nikafeel hiyo ndio ilikuwa the main reason ya mimi God anataka nitoke kule. So nikafika hadi point nikasema yenyewe nikitoka sioni kama nitarudisha hiyo kazi yangu wapi kwa hiyo mtaa. Kwa sababu hiyo mtaa nimepitia mambo mingi sana, unaona. So nikafeel nikitoka nitahave to change place. Na imagine after ku reason hizi vitu zote, kesi yangu hata siku kesi. Mimi nilisikia tu kesi imekuwa withdrawn na complainer, na hapo nilipojipata nimetoka. Zile mimi ni ule mtu nikiamua kitu sinanga ati ku think tena ati ama juu nimetoka nirudi tu pale. Nilikamkaa nimehamisha shughuli na nikakuja hapa Githurai. Hapa ndio sasa nikaekea bidii yangu hapa. Ndio nilikuwa nakaa Dandora na nilikuwa nakuja Githurai job. Nilikuwa ni hard kuanza but nilitia bidii na nikakuwa much focused. So until now hiyo ndio kitu imekuwa ikinilea. Nimekuwa nikilea pia vijana wengine kwa sababu nilipokuja nilisema I have to give back to community. Kwa sababu mimi God alinikomboa kutoka kwenye alinitoa. So nikafeel pia nafaa nifanye nini? Nile wengine. So nimekuwa kwa sana nikaanza kupatiana back to community, nikaanza kutrain vijana. Na nimetrain over 90 sai na they are doing well in the industry. Wanafanya vizuri sana na wengi wanafanya makazi, wengine pia wako ng'ambo kazi the same wametrainia kwa institution milestone na feel trend mbali sana. So mimi ile kitu ningeza penda kuambia vijana, haijalishi background yako, haijalishi ulilelewa na single mother, haijalishi ulilelewa na shosho ama ulikuwa orphan, bado kuna hope, bado kuna future. Kwa sababu haijalishi ati mwenye amezaliwa kwa wadosi ati sasa yeye ata make it kwa life, hapana. Sio hivyo. Mtu usikae limit kwa sababu wewe peke yako ndio unaweza fanya nini, unaweza limit. Ishi maisha right na mambo itafunguka, kwa sababu kila mtu God anakuwa amempangia a good life. Hakunanga mtu ananga maisha mzuri mbele ya macho ya Mungu. Lakini sasa sisi na tabia zetu huko katikati, hizo ndio zinafanyanga tunatoka kwa njia kwa plans za Mungu. Mungu ana plans mzuri kwa kila kijana. So mimi naweza ambia kijana yote usikai give up kwa hii life. Wewe wakati unapitia hardship, jua kuna solution to hiyo problem unapitia. Wengine wamepitia hata ngumu maybe hata kuliko yenyewe nimepitia, lakini they made it in life. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuchukulia hiyo difficulty kama ni ndio inaenda kumaliza maisha yake yote. So unachukulia vitu positive na unajua wengine pia wanapitia ngumu kuliko yenyewe unapitia. So kuna hope. Mimi angalia nasema kwa kila tunnel hata kukiwa na giza aje, mbele kule ukiangalia sana kuna light. So not unless upasavie azini hizi vitu zenye tunapitia kwa life, azini uziangalie na positive way, hauwezi fikia malengo yako. Kama hautaziangalia na positive hauwezi fikia. Lakini as long as unajua unaamka na unajikuta uko hai, jua bado God ako na purpose na wewe. So kwa yeyote mwenye anaweza kuwa na lose hope hapo nje, jua wengi wanapitia mob sana kuliko maybe yenye umepitia, na hakuna God hawezi kukupatia mtihani ambayo upitie challenges mingi kubwa sana kuliko yenye unaweza handle. Na kupitishia kitu anajuaje inakumake strong.
na unaweza make it. So mimi naweza sema watu waangalie sana, weka Mungu mbele na focus na whatever yenye inakudrive. Una feel lazima uangalie purpose yako kwa life. Lazima ujue uliumbwa, yes. Kila mtu ako na purpose. Purpose yako ni gani? Shida ya watu wengi ni kwamba life inasonga sana lakini bado haujui nini ambayo unafanya kwa life. Inakuwa ni challenge kubwa sana. So omba zaidi na weka Mungu mbele. Utajua purpose yako kwa life. Na never give up. Na niwaambiaje, just angalia solutions to your problem. Hakuna problem yenye inanga solution. Yeah, hiyo ndio kitu naweza himiza mavijana na connections ziko mingi huko nje, na pia usichague ile opportunity inakuja, anza na hiyo kiangaliaga yenye unatakaga. Kwa sababu unaweza pata kijana anasema hawezi zungusha melon ama ice cream kwa sababu anaweza onekana hapo chini sana. Anza hapo chini. Usitaki kuanza juu kwa sababu kuanza juu ndio unaangukaga tu. Lakini ukianza chini unaenda gradually, unakutaga mambo yako inaenda penye inafaa. Yeah. Jose. Yes. Asante sana. Baraka. Hata kwa sababu ya kutupatia muda wako. Yes. Tukuje tukakuhoji uweze kuimpact hope kwa watu wenye wamepoteza hope ndani ya maisha yao. Yeah. Shukrani sana. Asante. Murori wa Kio TV hau niho tugutirihira tafarira ya muthenya wa umuthi na toria waigwa gutire mwana utangikura. Jose arerirwo ni shushu nginya class 4. Kuma hau shushu agikua. Jose agitugwo moko-ini ma muciari wake umwe no atigirwo kundu athomagira. Thutha wa hau agikora ni arahuthira nginya drugs, agikora nginya ni ngirire njera. No mwisho ni okire gutuika mundu wa bata. Thaici Jose ena kundu gwake kwiri kuthaka. Gutire mundu ungieciririe ni angiakinyire haria akinyite. Wewe hau muci utete mwihoko, reke uige mwihoko waku hari Ngai tondu niwe uwi rucio rwaku. Na toria tafarira-ini no tukwiraga ati rucio rwaku ni ruthaka gukira umuthi.